yake ya 9 mstari wa 15. Tusomee haraka haraka, tuko na dakika chache tu. Hesabu 9:15 inasema nini? Nasema hivi. Ndiyo. Na siku hiyo maskani iliposimamishwa, lile wingu likaifunika maskani. Sawa. Yaani hema ya kukutania. Ndiyo. Wakati wa jioni likawa juu ya maskani mfano wa moto hata asubuhi. Sawa sawa, wingu hilo. 16. Ndiyo. Ndivyo ilivyokuwa siku zote. Ndiyo. Lile wingu liliifunika kwa mfano wa moto usiku. Amen. 17. Ndiyo. Na kila lilipoinuliwa lile wingu juu ya ile hema, ndipo wana wa Israeli waliposafiri. Sawa. Na mahali lilipokaa lile wingu ndipo wana wa Israeli walipopiga kambi yao. Sawa. 18. Kwa amri ya Bwana wana wa Israeli walisafiri, na kwa amri ya Bwana walipiga kambi. Sawa sawa. Wakati lile wingu lilipokaa juu ya maskani, walikaa katika kambi yao. Sawa. 19. Okay. Na lile wingu lilipokawia juu ya maskani siku nyingi, ndipo wana wa Israeli walipolinda malizi ya Bwana. Okay. Wala hawakusafiri. 20. Na pengine lile wingu lilikaa juu ya maskani siku chache, ndipo kwa amri ya Bwana walikaa katika kambi yao. Haleluya. Tena kwa amri ya Bwana walisafiri. 21. Amen. Na pengine lile wingu lilikaa tangu jioni hata asubuhi. Na lile wingu lilipoinuliwa asubuhi walisafiri. Sawa. Au kama likakaa usiku na mchana pia, lilipoinuliwa lile wingu ndipo waliposafiri. Okay. 22. Amen. Ikawa lile wingu lilikawia likakaa juu ya maskani siku 2 au mwezi au mwaka. Sawa. Wana wa Israeli walikaa katika kambi yao wasisafiri. Sawa. 23 na mwisho. Amen. Bali lilipoinuliwa walisafiri kwa amri ya Bwana, walipiga kambi yao, na kwa amri ya Bwana walisafiri, wakayalinda malenzi ya Bwana kwa mkono wa Musa. Amen. Amen. Benye bako na Biblia bapandishe yulu, kwanzie pale. Naona ya mama yangu ingine banasema iko mule mu telefone zinakia 2 kama njoo vile. Hautaishi bila neno la Mungu. Yes. Hautaishi bila kutembea na Mungu. Hautataka Mungu akutendee na wewe mwenyewe haumpendi, haujui la kwake. Maandiko yanasema kwamba watu wawili watakapotembea njia moja, ina maana kwamba wamepatana kwanza. Wasipopatana hakuna safari. Yes. Haleluya. Amen. Israeli wanatoka Misri. Wakati wanatoka Misri, wanafika katika jangwa. Waisraeli walitamani watembee na Mungu. Mungu akasema, mie sababu njoo nilibatoa kule, mumepigana kutoka Israeli, kutoka Misri kuingia Kanaani ni mwendo kama wa siku 3 tu. Lakini mpango wa Mungu ulikuwa tofauti, ni kukubali Waisraeli wafanye miaka 40 bako mujangwa. Lengo la kwanza ni nini? Bapigane. Bo ni taifa lenye la ukimbizi, halina lolote. Lakini watakapopigana mune mujangwa, wakishinda vita, hawatasema kwamba wameshinda kwa nguvu zao, lakini wameshinda kwa nguvu za nani? Bato baelewe. Haleluya. Amen. Na bafatia huku. Amen. Lakini bako banareve tu kuduba. Amen. Amen. Akasema mpango wa Mungu kwamba hapana, mimi sitawapitisha munjia zingine, nitawapitisha mateso. Lengo mpigana mkishinda tataya mwingine batasema kwamba hawa watu walishinda kwa sababu ya Mungu, na nilikuwa ni kweli, kwa sababu yako makabila mengine alikuwa nasema huko kuna kuli ya taifa huko, hao watu bako na Mungu wa ajabu, na huyu Mungu tuko na mapigania. Haleluya. Amen. Mungu hatuwezi kumpatia rushwa sisi.
hii sadaka yenye tunatoaka hapa inakuwaka ni ishara ya upendo. Yes. Kama wewe unampenda Mungu wako, unampenda musanshile, utakuwa unamtolea ngapi? Sanshile. Mungu wako ni wasanshile wengi. Kama wewe unapendaka Mungu wako wa 1000 shile, ni wa 1000 shile. Wakati mwingine ukizala kule kwa hospitali, unakuaka kutoa hapa. Bwana asifiwe, nimetoa. Nimeshukuru. Unakuaka na ngapi? Ni 5000. Mtoto wako wewe, gharama yote na bwema yote ambayo Mungu alikufanyia ni ya nini? Ya 10,000. Lakini ukiangalia sasa, huko watu bako na butajiri bwa ajabu, yes. Lakini hata kichezo hayaonaka. Yes. Wewe ulimfanyia Mungu nini? Amen. Wakati mwingine Mungu anataka tumie wadhaifu ili apate kujitukuza. Yes. Mafanikio kukufikisha hata siku ya leo. Hauna uwezo, hauna chochote, lakini Mungu peke yake ndio amekufanya wewe ufike hapa. Amen. Hauna msaada mwingine isipokuwa ni Mungu peke yake. Sifu Bwana tena, haleluya. Amen. Amen. Mungu akasema mimi nitakala katikati yao mujenge. Lakini kuya kwangu nitakuwa nazungumuza na Musa tu. Nitakuwa nazungumuza na Ibrahimu tu. Nitakuwa nazungumuza na kibawa tu. Kupitia kibawa, kupitia Musa, kupitia Ibrahimu, kupitia Amuri, ndio kwenye Mungu munapaswa kumjua. Mungu haongeeki na watu yote. Hapana, Mungu anaongeeka ndio na viongozi. Bwana Yesu asifiwe tena. Na ukimpuuzia kiongozi wako wa kiroho, unampuuza Mungu. Yes. Bongo kweli. Kweli. Haleluya. Amen. Nitakuwa nakutana nao. Basi inaambiwa ile hema ilikuwa inafanyika hema ya kutaniko. Mchana hivi balikuwa wanaona ni wingu la mnara. Lile wingu ilikuwa inaonyesha ni ishara ya Mungu iko ndani ya hekalu, ndani ya hema. Walikuwa wanazungumuza wakati Musa iko anakuya, anaanza kuzungumuza na Mungu. Kama ni usiku, Mungu alikuwa anashuka kama vile moto, kwa namna ya moto ndio ulikuwa unaonekana kama mnara. Watu wote wenye bako mukambi walikuwa wanaona, angalia moto ule, ina maana kwamba Mungu yuko pale. Bwana Yesu asifiwe tena. Palipo na Mungu panaonekanaka. Palipo na Mungu, kama Mungu anakuwa mu maisha yako, anaanza kutumika ndani yako, hata na wote anza kusema hakika ni na Mungu. Haleluya. Amen. Mungu anaogopa mpaka panya. Munyumba wengine wanakupaka giza. Usiende kukawia. Mamache isha. Mama wengine wanakuwa na busingizi mingi, lakini hawezi kulala hivi juu bwana yake alienda kumachi. Iko naogopa giza. No, hauyakuwa na Mungu. Kitu cha miongoni mwa vitu ambavyo vinaonyesha ushakuwa na Mungu, boga bunatokaka. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku waliona ni moto ndio kuna waka. Sasa ilikuwa inakuwa nini? Huo mnara unaambiwa ulikuwa unafanya, ukifanya mwezi na watu watabakia pale mwezi bako banasikia tu, hakuna kutoka. Ibada yetu inaanza na saa ngapi? Sie saa 3. Bangapi basha choka? Bangapi basha choka? Situambiane tu. Papa mimi mwanisha choka yangu mimi. Hatujachoka baba. Zamiri ni polisi. Benzetu walikuwa wanabakia kama ni mwezi, bako pale, bako wanaomba, bako wanasikia mausia ya Mungu. Kama ni siku 2 unahama ule mnara, unaweza kuhamia wanaenda kule. Kama ni siku 3 banabakia pale. Kusudi kubwa lao lilikuwa kwamba hawatatembea bila Mungu. Mafanikio yao hayawezi kuwepo kama hawatatembea na Mungu. Wewe hawezi kufanikiwa kwa sababu kunapenda kumtangulia Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Uko na muda gani wa kukaa hata fasi? Hata mwako unaombaka dakika ngapi? Bukikucha wewe dakika ngapi unabaki haka? Uko naomba na telefoni inapiga, unafanya kazi? Napokea. Unafanya kazi, tuambiane. Mungu yuko nakushuhudia. Baba ulikuwa bado mbaba Mungu. Ba mingi hata muda wa kuomba eske huko. Mungu na telefone asubuhi cha kwanza iko munini? Mu WhatsApp kwanza. Akiingia sasa munini ile mu Facebook. Bakakia kugonga bajirani na filmu inaishia pale, ile journée twende hivyo. Bengine mko mnatembelea maombi ya Bwana wenyewe bako banakaa
lakini kwa nyinyi hakuna kitu, hakuna kitu. Bengine bako hata na mwaka hata Biblia ya ikamataka hivi asome. Mungu nazo mu matelefoni. Haiko tu ni mapambo tu. Esi unakuwa na muda wa kuwaza yale maneno ya Mungu. Baba libakia mbele ya Bwana. Bakabakia wakati wowote ili basikie kile ambacho Bwana iko natenda. Wewe kaa uwazi tu yako. Sema kaa muda, kataa chakula, kataa kulala chika, kulala kugodoro, ukae Amen. Hakuna mtatuombea kule. Je, binakwenda tena kuombeana? Bongo yako basi kudanganya kukua kimaombi kuombea kule. Kila mtu nyebe mnaenda kukanisa utakuombea ni bali kilimba. Habiko bya vini. Habiko bya vini. Manaki mbingu na tutatia murongo. Ndio. Maki mbingu na tutatia murongo. Nyebe mkome enda kukanisa mtatutilia kule. Mbele ya Yesu wanasema luekera lutashuka tu. Kila mtu. Oh, mama Tina wangu ule nakuya, mtoto wa Yesu, bana kumbatia na kaka yake Yesu. Yambi, oh, mtoto wetu nakuya. Hapa walioshinda ziki ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Utakuwa kuambiana sasa kwamba nini kwa sifikaki. Sasa batina mwache kutrishe. Kutrishe ndio kuna basumbua. Unapenda na mki Mungu utrishe. Kumasomo utrishe. Kudepo utrishe. Sijui kunini. Trisheri mpaka wapi? Mfalme wa mbinguni mtapitia mbudirisha. Habiko bongo yako ile. Haleluya. Amen. Bali bakia muda wote wakiomba Mungu. Bako wanataka batembee na Mungu. Bako wanataka basikie Mungu atawaambia nini. Mungu atawafunulia. Mungu anasema wewe. Nataka aseme na wewe, lakini atasema na wewe na wewe umpatie muda. Oh yes. Amen. 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 Mwisho wewe kwenda kumaombi ni wakati gani? Mwisho wewe kufunga. Huko wengine mtangu bazaliwe. Kwanza ukitaka umkwazane tu kutakuwa kifungo kina hapo mtakwazana. Unataka Mungu akubariki. Mungu atakubariki kule na wewe haumtafuti. Tembea na Mungu. Kubali kutembea na Mungu. Kubali kuongoza. Kitu kilioongoza utii. Utii. Baba iko wapi? Uko pale peti. Wewe unatulia, utii ndio tunasema. Utii tu. Ya Mungu kama hauna utii. Na mbia Mungu iko sawa vile interview ya UN pale. Sisi tulishapita hako sema omba hifadhi. Nyamu ya pita. Mkuye tu kwetu mwe mnajiuliza. Bilipita yeye. Amen. Na shetu watia takuba. Haleluya. Haleluya. Amen. Tuko na masiri ya mingi. Me hatutaki kusema sema. Paka mje mtuone. Vitu viko vingi, viko vingi. Na mkimungu utii. Hata tunasimamaka. Si mwenyewe waambiaka wametugisa bayimbaki ni nani? Habachezaki ni nani? Njoo Roho Mtakatifu huyu. Sisi tulipata ushindi kupitia njia ya msalaba, tukapokea Roho Mtakatifu. Kwa hii kama mnaona huyu, hii emblem ni ishara ya uokovu wa Roho Mtakatifu. Tunajazwa, tunatabiri, tunajenga, tunafanya hivi. Haleluya. Hili ni kanisa la uamsho. Usinikamate kwamba no. Hakuna. Ukiona mchungaji mtumishi anakuambia wewe unajiheshimia mbele ya Mungu, huyo hakupendi huyo. Yes. Siko na kupunguzia percentage mbele ya Mungu. Hakuna nafasi unaweza kujiachia kama kumchiriko watu wako wananengua saa nini. Sasa mbele ya Mungu litaachia. Haleluya. Bakabakia pale. Leo tutabakia, tutaanza kuomba asubuhi mpaka jioni. Bako pale. Mpaka kieleweke. Mpaka wingu liseme, mpaka mbingu zituambie ni nini. Walitembea katika hilo. Na walikuwa katika jangwa. Katika jangwa mna ukame. Katika jangwa hamna chakula. Katika jangwa hata nguo moja wanaambiwa walikuwa wanaibadilisha. Ilikuwa inachakaa. Hapana.
wasukuma wale wa mrefu. Ndio wasukuma wale. Mama Sai, ndio nataka kusema wale. Haipati. Haleluya. Nguo haikuchakaa. Lakini walikuwa wanatembelea mpango wa Mungu. Kile walisema ndio watatembea nacho. Na Mungu. Kama nataka kutoka asubuhi, kitu cha kwanza ni kumwambia baba nataka kutoka. Sijui kilicho nje, lakini naomba unitangulie. Mambo yaendi. Bakia mbele ya Bwana. Mimi nakwambia haiko kuamini kwako Mungu ndio kutatuma majaribu asikupate. Bongo. Kadri unasogelea Mungu na vikwazo vya matatizo vinasimama. Amen. Lakini siku moja walikuwa wanatuhubiria, wanatuambia ukipenda Yesu ni kupata amani. Bongo yako. Hakuna amani kwa Yesu. Muko amani ya utulivu tu, ya kutokuogopa. Yes. Kwa sababu kuna sema ambaye niko naye ni mkuu zaidi ya hivyo yenye viko. Yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Wakabaki utii. Wako mjangwa lakini hawakuacha kuomba Mungu. Bengine bakuingele wiki juu ya mai ni banani. Papa Stere, mabala hiki atu mai njo wewe juu ya mai kabisa. Eske mai hautokaki huku na utaikuta tena nakuya kubomba. Menjo sababu kuna nataka kutia mbele ya Mungu. Hatuwezi kuko ba mingi mnapendaka hata bilio sie wote tuko navyo. Eske ukienda saa 8 hautaenda kuzika, wewe unasimamiaka bilio. Eske pale kwako unatokaka hako na saa 8? Unaweza kushinda kwenye nyumba, tuko na kilio papa, ndio maana tukukuya. Wewe bakia vile tushakuyua. Amen. Tushakuredense, tunajua wewe yako ndio vile. Wewe ni mama masababu, wewe ni papa masababu. Ikose kwenda kuabudu kwa sababu ya hapana. Mimi nabaambiaka mfano mzuri. Dada yangu alikuwa na kata. Siba mama mnajua pale. Nabaambia sema dada yangu alisha baliniambia jana anakufa. Lakini roho ilirudia. Nilikuja tena kuingia kwanza muibada. Mtumishi huko nakumbuka, unaniangalia kwa macho. Haleluya. Amen. Haiko mule. Tuko na basende mule. Shini nibambiaka. Kutoka muibada saa 7 hivi, mtu alikufa. Nikasema Bwana alitoa, Bwana alitupatia, na Bwana ametoa. Basi tukaenda kulia. Simuletaka hata msaada nilionaka. Mungu awabariki kanisa hili. Amen. 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 Yes. Walikuwa wanasubiri. Hata kama walikuwa mjangwa haikukuwa sababu. Magumu na mateso ambayo unapitia isikuwe sababu ya kusema wewe huwezi kumtafuta Mungu. Yes. Vipindi vizito vya maisha, familia inakuinukia, wajirani wanakuinukia, isikuwe sababu ya kusema mimi nataka kuviacha, mimi vya Mungu siko na. Hapana, hakuna msaada mwingine ambao utatoka sehemu nyingine. Msaada wako unatoka mbinguni peke yake. Haleluya. Tafuta Bwana, taka uende na Mungu, tembea na Mungu, utaona kile ambacho Mungu atakufanyia. Walisubiri. Maisha yanakuwa magumu, wengi wanaanza kukata tamaa. Mimi naona nataka toka. Hii nyumba inanishinda. Huyo haiko Bwana. Wao yuko kama kuko wa Bwana wengine walianzaka mchapombe. Lakini leo njoo ni wahubiri bazuri. Amen. Bachapombe. Yes. Wewe kakonzi kidogo ushaanza kulalamika. Mimi ndio nitakuwa kwa napigwa kila siku na wavumilia. Ni kipimo. Kuko nyumba ya sukari inakuwaka. Kuna wakati mtafika hata minyoteri, Bwana minyoteri patalo moya. Ni usiku njoo kuku asubuhi ashatoka nayo. Ukagusa hivi iko na rubaridi. Hapana nililala na ifuna. Muda unafikaka. Bado Mungu kuna bapima. Kama baraka yako inataka kufika, wakati mwingine utapitia vipindi vizito. Nataka nikuambie na uelewe hii. Kama mtu anataka kubarikiwa na Mungu, lazima kwanza upitie kwanza vipindi vimoja vya kukatisha tamaa. Inafikia wakati hata familia inaweza kukataa, hata watu kukuingilia kunyumba, watu kukusogelea, hodi zinapungukaka. Watu wabadelewe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yes. Kama baraka ya Mungu inataka kuja, dalili zake ni hizi nazo. Utaona watu utaka kufanya hivi vitu viendi. Unaweza kukopesha mama na watu wasikulipe na mtu alikuaidia jioni. Wewe na odi kumbe waisha hapana sinyale hivi na Bwana. Leo shile.
Odi, wewe uko napika lisolo, mbona ninaambia no iko mchumba iko nakusikia. Ndio maana baba na mama ba mingi basha kwa mwongo. Ndio bongo huko unaanzia pale. Alikamataka 25, no baba anayua ni ya 25. Wewe hata no pale kote miezi 2, wewe hata urudilie lile yeye anayua kwamba ni hiyo miezi 2. Utajishofe tu bure wewe peke. Bwana Yesu asifiwe tena. Lakini Mungu kama anakupatia bana kuyaka mpaka sasa hivi, riski yako haichelewaki. Batakuya ayakuya kanisa. Niko na mzigo wake. Ayakuya mpaka saa 3 ya usiku. Bwana Yesu asifiwe tena. Usiogope matatizo. Usiogope kama mambo yamekauka. Mungu anasimama kwa ajili yako. Mungu anakuona. Mtembea na Mungu. Sikia kutembea na Mungu. Utaona kile atakachokufanya. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Musa akafika siku moja. Fere nisomee kwanza pale haraka. Nisomee pale Kutoka 33:14 hadi 15. Nasema nini haraka? 33 14 15. Musa anaona vitu vinakuwa nguvu. Akasema, nani huyo? Uso wangu utakwenda pamoja nao, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami. Mungu anamwambia Musa, Musa anamwambia Mungu, kama uso wako, kama wewe hautaenda na mimi itakuwaje? Usituchukue kutoka hapa. Amen. Hatutatoka hapa. Mungu anamtumia Musa aende akamate watoto wa Israeli. Lakini nafika katika kiasi Musa anauliza, sasa papa, wewe unaniambia mimi niende. Sawa nitaenda, lakini nitaenda na nani? Mungu anasema hapana, nitaenda na wewe. Anasema wewe unasema utaenda na mimi. Sasa ni hivi, kama wewe hautaenda pamoja na sie tutafanya nini? Hatutatoka hapa. Kama wewe Mungu hautaenda na mimi mu maisha yangu, na mimi sitafanya nini? Sitatoka hapa. Frère papi, kama Mungu hataenda na wewe usikubali. Amen. Amen. Hakuna mtu ananielewa? Ndio. Wakati mwingine tuepuke kufanya maamuzi yako bila kumshirikisha Mungu. Yes. Masuala mengi ya maisha yetu yametuharibikia kwa sababu ya kufanya maamuzi. Ulifanya vyako, baadaye unataka kumlaumu Mungu. Na Mungu nani anakuuliza sasa, wewe mie wapi na wapi? Ulinishirikisha kama vyako? Vitu biishaomba, papa sere utuombee maana yake vraiment vitu haviendi. Ulishaniambia vyako bwana? Hapana. Yesu uletaka hicho cha 10 chako na kione yako hata mudirisha. Yesu ulishakuja hata nikuombea sasa biashara binafika niombe. Papa utuombee distance kwa tuachane kwa bazima. Nitaombea wagonjwa kwanza nabo. Amen. Haleluya. Amen. Shirikisha Mungu katika mambo yako. Musa anasema hapana, hatutatoka hapa kama wewe hautaenda na sisi. Mimi sitatoka maisha yangu kama sitatembea na wewe Mungu. Uniambie, kuna nyakati na mimi nafika hivyo na hapa. Vitu sivioni mzuri. Ulishanikataa ama uyanikataa? Tumikieni Mungu. Hatumtumikii Mungu kinusunusu. Tunajitoa muyeye. Kama ni kujivuruga, jivuruge tu kimungu. Acha uchakae, lakini useme niko ninachakaa hivi, lakini Mungu ananiona. Amen. Mungu atanigusa. Amen. Mungu atafungua njia yangu. Amen. Mungu atanipigania. Kama ni chakula, leta chakula kizuri. Leta chakula kizuri. Haiko huku na bona ba mingi hapa hata bakiambiwa ndio siku yake ya kuleta chakula ndio kukwepa sasa. Hata kuya hiyo siku. Mbona shie kumayala yetu njoo kwenye wengine marafugia yako manguruwe. Mavyakula natushindaka tu natupa kuyalala. Wengine wanakoshi kila leo bidolo hapo asubuhi. Odi karibu kuangalia mtu hawezi tupa licho mule mkibido. Ukaangalia ni mapofu tu nini? No, nataka kamata chakula nguruwe. Maana yake wewe unafugia nguruwe zako juu ya mimi kuachaka biporo. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yes. Ujitolee kwa Mungu. Ili kutenda vitu vizuri katika Mungu. Haiombi ili gereza lifunguliwi Paulo na Sila. Halikuhitajia wawe 10. Yes. Hapana. Mungu yuko anatumika na wewe. Peti focho kushukuru. Kwenye uko nacheka mule 60 yako, wengine ndio uko nalia hivi. Yes. Ba mingi. Na kukosa ya watu wengi ya kukosea Mungu mingi balipata wewe. Usikilie kwa mwenzako. Tembea na Mungu. Akasema Baba, mpaka nitatembea na wewe. Kama wewe hautatembea na sisi tutatoka hapa. Sisi hatutaenda mpaka Baba utembee na mimi katika maisha yangu. Nataka nione mkono wako. Nataka katika kila lolote utakalolifanya Baba utembee na mimi. Bwana Yesu asifiwe tena. Tembea na watoto wangu.
Na ninakuombea sana Mungu atembee na wewe katika lolote utakalolifanya. Haleluya. Mungu asikuache uingiapo na utokapo. Mungu aone watoto wako. Mungu aone njia yako. Mungu hata mawazo yako yasiwe mawazo yako tu, lakini Mungu ndio peke yake amekupatia. Bwana Yesu asifiwe tena. Penda Mungu. Hata wakasema, Baba, kama hautatembea na mimi sitatoka hapa. Kubali kutembea na Mungu. Musa akasema kitu kizuri. Zaburi ya 127 inasema, kama Bwana hatajenga nyumba, watakaojenga nyumba hiyo watafanya nini? Watakesha bure tu. Kumbe hata nijenge pamoja na Yesu. Nitajenga maisha yangu pamoja na Yesu. Nitajenga maisha ya nyumba yangu pamoja na Yesu. Biashara vyangu vyote ni vya Yesu. Kila lolote nitakalolifanya ni la Yesu. Watoto wangu, hata kanisa langu, hata watumishi wangu ambao wanaonihubiria usiku kama vile mchana. Ese mnawaombeaka hapa utumishi? Bangapi wanawaombeaka? Mtupe macho kule. Hapa kuna la bunafiki, niko na kilole kimoja. Mnaombeaka hapa watumishi? Yes. Yeah. Ni mama yangu tu kule. Wengine chanto ajiombee kule. Njoo vile. Ombea mtumishi wako. Hapa ndio watatoa ripoti yenu mbele ya Baba. Kama uombee mtumishi wako, naombeaka nani? Esi ya uombe yake mwenyewe kukutumia, mwenyewe kuthibitishwa, kukutumia Mungu. Mwenyewe ombe wala ambao inasemeka nini? Oelela, wala ambao oelela ewe. Sababu kuna kupatia franga. Huyu anayekulisha neno la Mungu, huyu ni mzuri zaidi ya mwenye kukutumia 1000. Haleluya. Tangu leo, Mungu wangu, kumbuka Papa Ibrahimu. Mungu wangu, kumbuka wa chef like yetu. Mungu wangu, na mimi Mungu mnanikumbuka kunitia musala. Haukumbuki tena. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ubarikiwe tena. Ubarikiwe tena. Mezali ya 3:5. Mezali ya 3:5 inasema kwamba umpende Mungu wako kwa akili yako yote. Upende Mungu wako, usitegemee akili yako. Unajua wakati mwingi ambao tumetegemea akili zetu sisi, tumeenda ingia pabaya. Hatukumshirikisha Mungu. Tangu leo anza kumshirikisha Mungu katika hatua zako. Tangu leo anza kusema, Baba, kila lolote nitakalolifanya, nilalapo niamke, vyote viko vyako Baba yangu. Hivi ninavyopumua, kuko watu Yesu wangu. Kuko watu nilienda kuomba fasi moya. Mtoto moya tumbo yake ya kabambi hivi. Huyo mtoto tumbo ya kabambi. Niko namuombea. Sasa shetani mwenye anakuwaka mjanja. Wakati niko namuombea, baada ya siku 2 banasema Papa Steve wanipigia busiku. Ule mtoto hali yake iko mubaya, anavimba tena miguu. Kasema ngoja nimfuate kwa hospitali. Nikaenda nikamuombea, nikamshukuru Mungu. Ule mtoto alitoka hospitali. Sasa wakati mwingine kuna jiuliza, nikifika mule hospitali naangalia venyewe watu wako, mtu uko hali mubaya, najiuliza, Yesu, sisi tumefanya nini ili tuwe hivi? Unajua wakati huko kuma village huko, hawezi kujua kwamba watu wanakufaka. Bali watu ukiona mwingine anafunga macho hivi, anakufa, unaweza kwamba mtu kuna danganya. Haleluya. Lakini wewe shukuru Mungu katika hilo. Mungu bado anakujua. Kama vile anasema katika Isaya kwamba bado ninakuchora kwenye kitanga cha mkono wangu. Haleluya. Yesu haiko na wewe. Penda kutembea na Yesu wakati wowote. Penda kukala na Yesu wakati wowote. Endelea kufanya matendo mema. Ndio maana imesemwa hata kwa ajili ya soko ya pastere. Fanya tu. Kama uko na koti leta, mumfuate pastere pale, Pastor Ibrahimu. Papa, nafuata pastere pole pole. Maniere ni wakufuata wa pastere. Papa Steve. No. Mtumishi wa Mungu, mfuate msikio papa. Hata uko mrefu kwake. Injo nabaambia hata uko mrefu kwake. Aliye ndani yake ni mrefu zaidi yetu sisi wote. Haleluya. Mfuate papa. Unavalaka nimero kombie. Mtoto wangu. Huko kacheko kamweka wachungaji banachekaka. Abatoa kimeno yote ile wakati. Unasema nini? Navalaka nimero kombie. Nipataka huko koti mwa nitaka nikutumie Dar es Salaam. Hapana kule kwa wapi tena. Hiyo kuna toka ni Dar es Salaam. Bafrere bako wanatokota hapa, huko na koti yako tu. Kumbe ulishaleta nimero ya mtumishi njoo uko nayo. Sasa wewe una mtumishi ana valaka yake 13. Wewe unaenda kumleta 16.
Siku anachomoka nayo hapa utamtoka amwaye. Asema ama inakuwa sawa bayomba kule nyuma. Amen. Haleluya. Yes. Siku mtumishi anatoka nayo hapa, maombi unaona itakuwa ni maombi ya hii. Muna papa pale. Papa. Kama uko nakala mkanisa, wewe unaangalia mtumishi wako kuna koti ngapi? Kama uko nakala mkanisa, wewe unaangalia mtumishi wako na vilato vingapi? Hatutaki mtumishi kwa Methodist ini kilato iko Isaiah ashira minji isha kupengama. No. Huko naangalia ishaenda yeye kilato. Eski kilato ingana nyoroka. Siku hiyo ndio kumekana pita nayo. Unamsukumia papa pale. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Siku mtumishi anatoka anaenda kwa watu, bako unamwangalia kilato. Kilato kinapengama. Nasema huko kwenye natoka nako. Hakuna watu. Bana tuangaliaka hivi. Mtu akakuja hapa kanikuta hapa atasema anawazi kwa wale mtumishi na huko namkazia macho, hata pepo yakimbia kama alikuwa mumashaka hayasema nikutana na mtumishi wa Mungu. Amen. Meweye mwenzako na zabula mzuri weye lukoti huko na lukokota numero 16 no mukulishe bapasteur batumishi hapa bakule wewe uko nakula uko na saki ya mchele kwako. Ulisha leta hata vikombe vingapi? Pastor naye wakibu utamutoka. Sasa akakutembelea mara 3. Hii kuya yake mko mnaona hapa hii. Atatutesa naye hapana, anataka kukuombea. Ukitaka umupatie, ukitaka uache. Amen. Lakini kile kinakuachiaka ni lazima sana. Ndio kiko kinaleta mchele yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Batumishi wenyewe mnabatembelea. Mtumishi wako niko na watoto wa moya huko. Nikafika mnyumba yake. Batoto wangu nabaiwaka humo. Papa. Sinikizoka pole tu batoto yangu pale pole. Na kujua mkono. Nafanya asambla hata tuko watatu hautajua. Amen. Yes. Barikieni watumishi wenu. Sasa siku hiyo sisi wa Methodist tunasema kwamba ni siku na kulisha. Mnamvika mtumishi wako. Anayetumika kazi madhabahuni atakula wapi? Anayetumika kazi madhabahuni atakula wapi? Sasa haiko na uko haraka kumulaumu. Yeye haiko nafika kuyako nini? Eski yeye hana familia, tushafika mbinguni siye? Unakosa hela. Siye tena tukufaki na njala hapa. Mabanza. Siku hiyo huko nakuwa na vaccine ndio kwa dunda naye. Siku hiyo mko mnapita. Siku hiyo hapa nasema kwa makanisa zote picha zipigwe. Sababu sisi tunazituma mpaka makao makuu Dar es Salaam. Itaonekana batoto yangu na tutaitangaza na nitapita kwenye kila parish kusema hakika hapa Mungu yuko. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unapotaka baraka, unataka Mungu akubariki, onyesha na wewe uko tayari kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Sio kwamba umuone mwanadamu, ule ni mwanadamu. Usinione mie kama mie, lakini ona ndani yangu aliye ndani yangu Mungu mzima. Haleluya. Sababu mimi niko mtumishi wa Mungu na mtumishi wa Mungu ni Mungu muloko kwako. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Na Mungu awabariki kwa maneno haya. Amen.